Wapenzi wa tasnia ya simu, wapenzi wa teknolojia, wapenzi wa masuala yanayohusiana na software za simu. Ni nafasi nyingine, wakati mwingine tena tunafanya uchambuzi, tunagusia yuyu kwa mambo mbalimbali yanayohusiana na software ya simu au software inayoendesha ufanyaji kazi wa simu. Leo nataka nigusie juu kitu kingine kwenye simu kinachojulikana kama operating system. Kuna kitu kwenye simu kinajulikana kama operating system. Sasa inawezekana watu wanatumia simu au wanaziservice simu, lakini wanashindwa kutofautisha kati ya operating system na system zingine ambazo zinapatikana kwenye simu. Simu inaweza ikatumia software zaidi ya moja ndani ya simu, na kila software ikawa ina majukumu yake. Kwa sababu ukiangalia tafsiri ya software, tafsiri ya neno software anakuambia software ni set of instructions. Kama ni set of instructions, manake ni yale maelezo yote ambayo yanatumika kuiendesha hardware device. Kwa hiyo zile set of instructions ndio zinaitwa software. Sasa software zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Kuna system software na kuna application software, na kwenye system software kuna operating system na kuna embedded system. Sasa leo nataka niongelee tu operating system, ambayo ni miongoni mwa aina za system software kwenye simu. Operating system ni mfumo endeshaji. Tunaweza tukasema mfumo endeshaji au mfumo unatumika kuendesha kifaa chochote ambacho kinaendeshwa kwa maelezo pasipo kuendeshwa na mtumiaji. Tunasema hicho kifaa kinaendeshwa na mfumo. Kwa mfano, kama unapobonyeza batani alafu kifaa kikafanya baadhi ya matendo kwa wewe tu kubonyeza batani, maana yale matendo ambayo yanafanyika baada ya wewe kubonyeza batani ni matendo ambayo yanaendeshwa na mfumo. Kwa hiyo operating system hii ni mifumo inayotumika kuendesha vifaa. Sasa kwenye simu tuna operating system, na kwenye simu tuna system zingine ambazo sio operating system. Kwenye simu tuna system software, na kwenye simu tuna application software. Sasa kazi kubwa au sifa kubwa ya operating system huwa ni mfumo ambao unatumika kuendesha device, unatumika kucontrol au kumanage system software zingine zitakazopatikana kwenye hiyo device, na unatumika kuongoza au na kuendesha pia application software. Tukiangalia software zinazopatikana kwenye simu, tuna aina mbili za software. Tuna system software na tuna application software. Na kwenye system software tukasema tuna operating system na tuna embedded system. Sasa operating system sifa yake kubwa ni kumanage system software zingine zinazopatikana. Sasa kama ni kumanage system software zingine zinazopatikana, maana yake itakuwa ina manage hizo embedded system, pia ina manage application software. Tumeona ina manage aina nyingine ya software. Kwa hiyo kazi ya operating system ni kama hizo nilizozungumza hapo. Miongoni mwa majukumu ya operating system ni hayo hapo, ku manage system zingine zinazopatikana kwenye simu na kumanage pia application software zinazopatikana kwenye simu. Unaweza kujiuliza maswali, hizi system zingine zinazopatikana kwenye simu ni zipi? System zingine zinazopatikana kwenye simu ni zipi? Tumesema software ina makundi mawili, ina application software, inazo aina zaidi ya hizo mbili, lakini nadili na hizi mbili ambazo ndio zipo ndani ya simu. Tuna application software na tuna system software. Sasa application software ni zile package au ni ile software ambayo ipo katika mfumo wa package inayotengeneza apps au inatengeneza software kwa lengo la mtumiaji, yani ina malengo maalum kwa mtumiaji. Kwa mfano, kama application tunazoziona zinazotengenezwa, yani ni software ambazo zinatengenezwa ikiwa na mazumuni ya kazi maalum kwa mtumiaji. Hiyo ndo application software, inakuwa katika mfumo wa package. Lakini system software tunaongelea zile software za kimifumo, kwamba ile mifumo sasa ya uendeshaji. Hii inatumika kuendesha vifaa vya hardware.
Sasa kwenye system software tuna operating system na embedded system. Yani hizo zote ni mifumo ya uendeshaji, operating system na embedded system. Sasa embedded system ni mfumo ambao una control sehemu ya device. Manake kama ni sehemu ya device itakuwa ina control miongoni mwa components zinazopatikana kwenye device. Hizo tunaita embedded system. Lakini operating system ni mfumo ambao unaendesha device yote. Operating system ni mfumo ambao unaiendesha device yote. Manake kwenye simu, kitu ambacho kinaiendesha simu nzima kufanya kazi inaitwa operating system. Lakini kuna mifumo mule ndani itakuwa inaendesha component moja moja. Kwa mfano CPU ina mfumo wake wa uendeshaji, memory zina mifumo yake ya uendeshaji, sijui GPU zina mifumo yake ya uendeshaji, baseband zina mifumo yake ya uendeshaji, na component zote ambazo zina mifumo ya kiuendeshaji hizo zinatumia mifumo inaitwa embedded system. Kwa maana ni mfumo ambao unakiendesha kile ki component au kichip kimoja. Lakini operating system itaendesha device yote, manake ita manage mpaka hizo component. Ndio maana tukasema miongoni mwa sifa za operating system ni ku manage au ku control other system software. Ni kwamba hizo chip hizo au hizo component ambazo zina mifumo yake pia zenyewe zinakuwa zinaongozwa na operating system, zinakuwa under operating system. Pamoja na kwamba operating system inaendesha kifaa chote au device yote, lakini kuna tabia au kuna sifa lazima hiyo system iwe nazo mpaka iitwe operating system. Kwa hiyo kama ni system itakosa baadhi ya tabia au baadhi ya sifa, haiwezi kuangukia kwenye kundi la kuitwa operating system. Kwa hiyo ili iitwe operating system lazima kuna tabia au sifa iweze kukidhi, kuna vigezo iweze kukidhi, ndo inaweza kuitwa operating system. Kwenye kitabu changu cha kwanza kile ambacho ni Basic Mobile Software Knowledge tumeichambua vizuri hiyo operating system na sifa zake. Kwa hiyo ikiwa na hizo sifa zote ndo inaweza ikaitwa operating system. Ila kama haitakuwa na hizo sifa, basi haiwezi ikawa operating system, itakuwa ni aina nyingine ya system software. Kwa hiyo tumeona utofauti namna operating system inavyokuwa na system zingine ambazo ziko ndani ya simu. Sasa operating system inatengenezwa na application, au pia inaweza ikawa inaendesha application. Kwa maana inapokuwa inafanya kazi, ukiwa una download application zote kwenye simu zinakuwa zinaongozwa na operating system. Yani operating system ndio inaamua applications zifunguke kwa namna gani na zionekanaje. Operating system ndio maana tukasema ina manage application software, ina manage other system software, na ina manage device nzima. Hiyo ndio operating system. Sasa kuna operating system tofauti ambazo zinatumika kwenye simu. Ziko ni nyingi. Zipo ambazo zilishakuwa maarufu na zipo nyingine ambazo ni maarufu kwa wakati huu. Kwa wakati huu operating system ambazo ni maarufu sana ni Android na iOS. Hizi ni operating system mbili ambazo zina trend, zimeshika soko la dunia. Lakini kabla ya hizi zilikuwepo zingine zikatamba zikapotea, zilikuwepo zingine kabla hizo zikatamba zikapotea. Kwa mfano tunakumbuka kuna simu kama BlackBerry zilikuwa zinatumia mifumo yao wenyewe inaitwa BlackBerry OS. Kuna simu kama Windows zile Microsoft walikuja na operating system yao ya Windows ambayo ilitumika kwenye simu za Nokia baadhi na simu nyingine nyingi, HTC zilitumia. Kwa hiyo ile ni miongoni mwa operating system za simu ambazo ziliwahi kutrend kwa wakati huo. Kwa hiyo zilipita operating system tofauti kadri muda unavyozidi kwenda mpaka tulipokuja kuzipata hizi ambazo zina trend sasa hivi ambazo ni Android na iOS. Hapo utakuwa umeelewa nini operating system tunayozungumzia ndani ya simu. Kwa hiyo unaweza kupata content namna kutofautisha kati ya operating system na mifumo mingine ndani ya simu. Kwa hiyo simu moja ina mifumo zaidi ya mmoja. Tunao mifumo ambao unaitwa operating system, mfumo endeshaji, na tuna system software nyingine ambao ni embedded zile. Ambao hizi embedded sasa unaweza kuzita zinajulikana kama firmware. Zinatumia vitu vinavyoitwa firmware hizi embedded system. Kwa hiyo operating system ndani ya simu huwa inapatikana kwenye memory aina ya ROM. Kwa hiyo ROM ndio memory inayotunza operating system inayoendesha simu zetu sisi.
ila hiyo ROM yenyewe inayotunza operating system ina system ambayo inaiendesha. Yani ROM inatunza operating system, lakini kabla ya kutunza operating system yenyewe ina mfumo ya kuendesha hiyo ROM, ndo zinaitwa embedded system au firmware. Kwa hiyo kuna system inaendesha ROM, kuna system inaendesha RAM, kuna system inaendesha CPU na components zingine ambazo zina mifumo endeshi. Sasa kwenye hizi operating system tukiangalia juu tuiangalie Android. Android ni aina gani ya operating system? Sasa ukiangalia chimbuko la Android ilianza kujulikana mnamo miaka ya 2003. Miaka ya 2003 ndipo Android ilianza kujulikana kwenye masikio ya watu kwamba kuna kitu kinaitwa Android. Android ilianzishwa au ni brand ambayo ilikuwa inatumiwa na vijana au watu wanne ambao walikuwa wanatambulika kama, mmoja alikuwa anaitwa Andrew Rubin, mwingine alikuwa anaitwa Rich Miner, mwingine alikuwa anaitwa Nick Sears na wa mwisho aliitwa Chris White. Hawa ndio vijana au watu ambao walianzisha brandi ya Android. Kampuni yao walikuwa wanaita Android Inc. Mnamo miaka 2003 Android ilikuwepo. Ila sasa ikaja ikaonekana hawa waanzilishi wa Android walikuwa hawana pesa, hawana budget ya kuendeleza project walioianzisha. Mwisho wa siku Google ndo wakaja wakaona kuna kitu, wakatia mzigo, wakanunua ile brandi. Google wakainunua brandi ya Android. Na uzuri, baada ya kununua brandi ya Android, wale waanzilishi wenyewe wakatumika katika kudevelop Android. Manake waliajiriwa au walikuwa ni partner, wafanyakazi wa Google, wale watu wanne ambao walianzisha Android. Kwa hiyo miaka 2003 kuja juu sasa Android ikawa inamilikiwa na kampuni la Google. Ilipofika kwenye miaka ya 2005 Android waliunda kitu kilichojulikana kama Open Handset Alliance au kwa kifupi unaweza kuita OHA. Hii ilikuwa ni alliance ambayo ilijumuisha makampuni au brandi kubwa za electronics, brandi ambazo zilikuwa zinadili na vifaa vya electronics, brandi kama Sony, Samsung, LG, Intel na makampuni mengine mengi yalihusika kwenye hii alliance. Lengo la uanzishwaji wa hii alliance ilikuwa ni kuinvest kwenye project ambazo zitakuwa zinatoa product za uhakika sokoni. Kwa hiyo moja ya malengo ya hii alliance ni kudevelop project ya Android. Kwa hiyo Android project ilianzishwa au ilianza kufanywa development chini ya OHA au Open Handset Alliance, ambayo mdhamini mkubwa alikuwa ni Google. Kwa hiyo kampuni hili ndio likaanza project ya uendeshaji wa ile Android mpaka kufikia mwaka 2007 walikuja kulilizi project yao sasa ya utengenezaji wa hii Android. Mwaka 2008 ikaja wakalilizi Android version ya kwanza, wakaja wakalilizi Android version ya kwanza, na simu ya kwanza kutumia Android ilikuwa inatumika kama HTC Dream. Kwa hiyo waliingiza product mpya sokoni ya simu ambayo ilikuwa inatumia operating system yao inajulikana kama Android. Hiyo ni historia fupi ya namna Android ilivyopatikana na ilivyokuwa inafanya kazi. Sasa kuna video nyingine tutakuja kuchambua namna gani hii Android inakuwa organized na inawezaje kumanage application na kumanage other components ndani ya device. Tutatengeneza video nyingine ambayo itafanya ufafanuzi wa kina. Hivi ni vitu ambavyo nimekuchambulia au nimekupa kwa juu ili upate mwanga namna gani hivi vitu vipo na vinavyofanya kazi. Ukitaka nondo zaidi, details zaidi kuhusiana na Android na operating system zingine kama iOS, unaweza ukapata kitabu au ukatafuta kitabu changu kinachoitwa
mobile operating systems. Mobile operating systems hichi kimeelezea kwa undani zaidi namna gani Android na iOS zinatengenezwa na zinavyofanya kazi.